Mkuu wa Air Tanzania Peter Ulanga, karibu sana. Asante sana, nashukuru. Imekuwa safari ya aina yake kutoka Tanzania mpaka Oman kwa saa 5. Air Tanzania ikiwa inaongeza yale maeneo ya kuyafikia ambayo inafikisha huduma hiyo duniani. Kwa kiasi gani sasa safari hii hapa Oman itaongeza idadi ya watalii ambao wanatoka Oman kwenda Tanzania moja kwa moja? Asante sana. Sisi kama Air Tanzania tuna mtandao kubwa sasa wa vituo ambavyo tunaenda. Kituo cha Oman ni kituo cha 37 na kwetu sisi kituo cha Oman ni cha kihistoria kwa sababu ni tofauti na vituo vingine nje ya Tanzania na nje ya Afrika ambavyo tunavifikia kutokana na ukaribu wa lugha na jamii zilizopo kati ya Oman na Tanzania. Kwa hiyo hata tunasema ile zao la utalii, product ya utalii ya huku ni tofauti kidogo na ambayo tunakutana nayo katika maeneo mengine. Sisi kama Air Tanzania tuna furaha ya kuwakaribisha watalii wanaotoka Oman, watakaokuja Tanzania kwa ajili ya utalii na kuja katika maeneo ya asili ambayo walikuwa wanaishi bara na visiwani. Lakini vile vile kwa kuchukua fursa hii kuwakaribisha Watanzania kuja kuangalia Oman. Ni eneo zuri ambalo nalo lina mvuto mkubwa. Kwa hiyo sisi tunauangalia utalii wa Oman katika sura mbili. Watanzania waje kutembea maeneo mazuri ya Oman, lakini na Waomani waje kuendelea kutembea katika maeneo mazuri ya Tanzania. Hata hivyo hatuishii hapo. Fursa ya Air Tanzania kuja Oman ni kuruhusu vile vile Waomani waweze kuja Tanzania na kupita katika mtandao wetu ambao unaishia tu sio ndani ya Tanzania, unaenda katika maeneo mbalimbali ya Afrika, especially kusini mwa Afrika na mpaka Afrika Magharibi. Kwa hiyo ni opportunity ya Omani kuja kusafiri kupitia katika hub yetu ya Dar es Salaam kwenda maeneo mpaka South Africa, Cape Town au mpaka Afrika Magharibi, Accra, Ghana. Tuzungumzie sasa maeneo mengine. Tunafahamu Air Tanzania mnatamani kufika mbali zaidi. Je, kuna maeneo mengine ambayo mnatarajia safari hizi zifike moja kwa moja ili kurahisisha zile safari katika nchi husika? Sawa, tuna maeneo ambayo tumeshaainisha kwa ajili ya kuongeza mtandao wetu ndani ya Afrika. Tayari tumeanza mchakato wa kuomba vibali katika nchi ya Mozambiki, kwenda katika miji 4 ndani ya Mozambiki. Tunaangalia kwenda Malawi na maeneo mengine ya kusini mwa Afrika, lakini Afrika Magharibi tunataka kuongeza mtandao wetu kwenda nchi ya Ivory Coast, Abidjan, na kwenda Dakar, Accra. Vile vile tunaangalia maeneo ya Afrika ya Kaskazini, maeneo kama Cairo, Algiers na Casablanca, Morocco. Kwa hiyo ni maeneo ambayo tunayaangalia kwa ujumla ambayo yatatuongezea sisi wigo wetu wa kuwasafirisha sio tu Waomani watakaopita Tanzania, lakini vile vile Watanzania waweze kusafiri kwenda katika maeneo mbalimbali na kuiunganisha Afrika kupitia katika hub yetu ya Dar es Salaam. Vipi kwa nje ya Afrika? Kwa nje ya Afrika kama ambavyo tunaangalia, kuna mazungumzo tumeshaanza kuyaangalia ya kwenda maeneo kama Afrika Amerika ya Kusini, ndio kama Sao Paulo, Brazil. Mwakani tunatarajia tutarudi safari zetu za Uingereza na maeneo mengine ambayo tayari tumeshaanza kuombea vibali kama Jeddah, Saudi Arabia na kadhalika. Kwa hiyo tunaangalia uwezekano wa kuwa na Air Tanzania kubwa ambayo ina uwezo kumsafirisha Mtanzania kila mahali ndani ya dunia. Na uendelevu inakuwaje kwa uendelevu wa maeneo yote haya ambayo mnatarajia kufika? Katika kila eneo ambalo tumeliainisha, jambo la kwanza tunafanya tathmini ya kina kupitia data ambazo tunazo za ndani na zile ambazo zinapatikana kimataifa. Tukishafanya analysis ya data zetu ndio tunajua ni wapi twende lini kwa ajili ya kuweza kujenga katika mtandao wetu. Na mtandao wa makampuni ya ndege huo unaangalia ni watu gani unawatoa wapi, unawapitisha katika hub iliyoko wapi na kuwapeleka sehemu nyingine. Sasa sisi kama Air Tanzania kwa kipindi kirefu tulikuwa tunakuwa kama domestic airline, kwamba ni kampuni ambayo ilikuwa inahudumia zaidi ndani, lakini tumefika sehemu ya maturity ambayo sasa tunaanza kuwa na vituo vingi nje ya Tanzania kuliko ndani ya Tanzania, na inatusaidia sio tu kusafirisha Watanzania, lakini vile vile katika sehemu ya kujenga uchumi. Lakini kikubwa kuliko vyote, tunaposafiri nje ya nchi tunabadilisha sura ya nchi.
national posture tunapotoka nje ya nchi. Tanzania inakuwa inazidi kuimarika kimataifa kwa kuwa na shirika la ndege ambalo linaweza likafika sehemu mbalimbali. Sawa. Na mmejipanga vipi kukabiliana na ushindani, kwa sababu katika nchi hizo pia kuna ndege zingine katika utoaji wa huduma? Kwa hiyo mmejipanga vipi kuhakikisha kwamba huduma inayotolewa ni bora kumudu ushindani utakao kuwepo? Ni kweli, ni jambo muhimu sana kwamba tunapoangalia kutoka nje ya Tanzania, ndani ya Tanzania Watanzania wamelikubali sana shirika lao, kampuni yao ya ndege Tanzania imekubalika sana ndani ya Tanzania. Hata hivyo, tunapotoka nje tunapeleka Tanzania hospitality, ule ukarimu wa Kitanzania, tunapeleka service excellence, tunapeleka reliability na kadhalika. Kwa hiyo hata mahali ambapo tayari tunaendana katika masoko yenye ushindani, tunaona kabisa hata watu wa nchi hizo husika wanachagua Air Tanzania na kusafiri na Air Tanzania. Sasa hivi ndani ya pale Dar es Salaam tuna hub ambayo inapitisha watu kati ya 300 mpaka 500 ambao wanatoka nchi mbalimbali kupitia Dar es Salaam kwenda katika nchi nyingine. Kwa hiyo ni hub ambayo inakuwa, na sisi tumeiona hiyo ni potential ambayo tunaweza tukaiendeleza. Kikubwa ni ule ukarimu wa Kitanzania, our service excellence, our reliability imekuwa ndio kitu ambacho kimetuokoa sana kadri tunavyoenda katika eneo hilo. Sawa, sasa tuzungumzie hafla hiyo ambayo inaenda kufanyika muda mchache kutoka sasa, ikiwa ni hafla rasmi kwa ajili ya uzinduzi wa ile safari ambayo ilifanyika tarehe 25 ya ndege iliyotoka Dar es Salaam kuja hapa Muscat. Leo tuna sherehe rasmi, tunapokelewa na Oman Airports Authority, wanatukaribisha rasmi kama Air Tanzania, kama mdau mkubwa ambaye atakuwa na safari zake mara 3 kwa wiki katika uwanja wa ndege wa Muscat, na sisi tutashirikiana na wadau wengine pale katika sherehe maalum ambayo imeandaliwa kwa ajili ya kusherekea uanzishwaji wa safari ya ndege ya Air Tanzania hapa Muscat, ambapo kama ulivyozungumza tuliondoka tarehe 25 na kufika alfajiri ya tarehe 26, na tutaendelea na hizi safari, na tunaamini gesture ambao wametuonyesha Oman Airport Authority itaendana na service quality. Kwa hiyo tunawashukuru sana kwa uandaaji wa hafla hii, na tunaamini kabisa ni mwanzo mzuri sana wa mashirikiano makubwa kati ya Oman Airport Authority na kampuni ya ndege Tanzania. Mimi ninakushukuru sana na nikutakie majukumu mema. Asante sana, na nawashukuru sana Watanzania kwa kutuunga mkono kwa kuendelea kuruka na Air Tanzania, the wings of Kilimanjaro. Mtazamaji wa TBC1 Jambo Tanzania na mtazamaji wa Tanzania Safari Channel, mahojiano haya yanaishia hapa kwa sasa, na usikose kuendelea kutufuatilia. Tutaendelea kukujuza taarifa na habari pamoja na matukio mbalimbali yanayojiri kutoka hapa Oman kuhusiana na hafla hiyo muhimu ya uzinduzi wa safari za ndege kutoka Tanzania hadi Muscat, Oman. Mimi ni Somo Mavura, nirudishe matangazo haya Mikocheni jijini Dar es Salaam.